watu ambao wa mwanzo watakaovurumizwa kwenye moto, Mtume asema ni watu watatu. Watu wa kwanza watakaovurumizwa kwenye moto ni watu aina tatu. Mtu wa kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, rajulun istushhida fi sabilillah, ni mtu ambaye alikufa shahidi katika njia ya Allah, atakwenda kuvurumizwa motoni. Ni jambo la kushangaza bila shaka. Shahidi amekufa katikati ya vita, kisha yawe malipo yake ni moto. Na kama tunavyojua, vita katika jihad ni jambo adhimu. Vipi mtu atakuwa mwenye kulipwa moto? Kisha wa pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa rajulun taallama alilma wa allama, wa pili huyu atavurumizwa kwenye moto kwa kuwa yeye alijifundisha na akaketi akawafundisha wengine. Watatu, wa rajulun wasa'ahu Allahu alayhi almala, ni mtu aliyekunduliwa na Mwenyezi Mungu mali, fa anfaqahu fi wujuhi alkhair, akawatoa mali ile katika ndia za kheri. Akisikia pale kuna tabu, anakuwa mwenye kupeleka. Bila shaka ukiangalia matendo haya matatu ni matendo yaliyo bora mno, bali la kushangazwa, kwa nini mtu ahukumiwe moto? Angalia, huwa kwanza amepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, anakuja mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amwambia Mwenyezi Mungu, vipi mimi utanitia motoni na hali ya kuwa mimi nilipigana kwa ajili yako, hata kutiltu, mpaka niliuliwa. Mwenyezi Mungu amwambia, wallahi kadhabta, wewe ni mrongo, wewe hukupigana kwa ajili yangu mimi, hakika wewe ulipigana liyuqalu annaka jarih, wewe ulipigana kwa kutaka kuonekana wewe ni mtu shujaa, na lako lilikuwa la sifa, watu wakusifu. Hilo ushalipata duniani, watu washakutaja kwamba fulani ni shujaa, lako wewe lile la ushujaa ndio umelipata. Ni khasara, si khasara kubwa, ndugu zangu Waislamu. Kisha anakuja huyu wa pili, na yeye asema, fayaqul, na yeye amwambie Mwenyezi Mungu, alimtu nnasa, mimi nilikuwa kazi yangu ni kuketi kuwasomesha watu, nikiwafundisha dini yako, na nililitolea hili maisha yangu mpaka leo kuja kwako. Mwenyezi Mungu amwambia, kadhabta, wewe pia ni mrongo, innama anta taallamta liyuqal annaka alim, wewe ulisoma ili upate kusifiwa kwamba wewe ni msomi kumliko mwingine. Ulitaka ule umaarufu na umashuhuri kwamba wewe ni msomi kuliko mwingine, na hili tayari lishatangulia ulimwenguni. Watu wamekwenda kukutaja, na leo adhabu yako ni kuingia motoni. Na watatu ni yule ambaye asema, mimi nilikuwa mwenye kutoa, kila ninapokuwa ni mwenye kuona mtu ana shida na ana tabu, lakini Mwenyezi Mungu amwambia, wewe pia ni mrongo, hakika wewe ulitoa ili watu wakuseme kwamba fulani ni mtoaji mno, fulani apenda kutoa, hakuna zaidi ya fulani. Kwa hivyo, ayuha alahibati alkiram, haya ni mambo mazito, tunataka tuyazingatie kwa kina. Sio jambo tu ulifanye kwa kutafuta umashuhuri na kutaka kutajika, ni khasara mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.